Okay, leo nitakuonyesha jinsi ya kuweza kurekodi bidhaa zako. Kwa unatumia simu itakuwa muonekano kama huu. Utakuja hapo kwenye menu, alafu kwenye product. Hapa kuna button ya ku-add product. Then utaandika product name, labda niseme maji ya Azura. Maji ya Azura. SKU na barcode ni option, sio lazima. Hii ni type ni physical hivyo hivyo. Ni aina gani ya category zako, utakuwa ushaweka category. Kama hujaandika category utaacha hivyo. And then uta-set unit, utakuwa unauza maybe per piece, labda kwa bottle moja. Hii ni reorder level, kwamba quantity ikifika muda gani iweze kuku-alert kwamba bidhaa fulani imekaribia kuisha. Then cost price ni gharama ambayo hiyo bidhaa ina cost, japo sio lazima kuiandika, lakini kwa kupata taarifa nzuri za faida inabidi uiandike. Lazima labda tuseme kwa piece moja inauzwa shilingi 1500, na selling price ni wewe utakwenda kuuza shilingi ngapi. Labda nakwenda kuuza shilingi 1000. Je, hii biashara hii price na include VAT? Unaweza kaacha. Stock quantity. Je, unarekodi bidhaa kwa mara ya kwanza. Je, dukani kwako ipo stock ya kiasi gani? Labda umehesabu kuona uko na chupa 20. Batch number na expired date. Kama ni expired date utaandika, lakini sio lazima. Kama kuna picha utaandika, uta-upload picha. Kama kuna maelezo uta-upload. Nitaelezea baadaye kuhusu online store, ambayo maelezo yatasaidia kwenye online store. Nasema. So hapa nakuwa nimesha add bidhaa yangu hii hapa. Bidhaa yangu ya Azura. So ni rahisi sana kwenye ku-add product. Hapo ni sehemu ya ku-add product. Na kama ukiwa unataka kutengeneza category ya bidhaa zako, hapo ndio sehemu ya kutengeneza category. Kwa mfano kama hii supermarket tumecategorize products zake kama bakery, beverage, cooking essential, dairy and eggs. Sawa, kwa hiyo unaweza kutengeneza category hapa. Labda category yako ni ya water, labda maji, tuseme maji. Kwa hiyo hapo utakuwa kwenye product, kwenye kurekodi bidhaa za maji, labda utakuwa unasema maji Kilimanjaro ya mils, labda ya 1 liter ya 1.5 liter. Yep. Kwa hiyo kwenye category utasema hii ni maji. Unit utakuwa unauza per bottle ile kopo na mini chupa moja. Hivyo selling price, labda cost ya maji kwa hesabu yako, ina maana kwamba maji moja cost ni shilingi 800, lakini wewe unaanza kuuza shilingi 1000. So stock ya kuanzia, kama mzigo hujafika sio lazima uandike stock, itakuandikia 0, lakini kama mzigo upo basi tunaanza 12. And then unaweza ukasave. Tayari tusharekodi maji ya Kilimanjaro kwenye category hiyo. Sawa. Thank you so much. Tukutane kwenye slide, kwenye tutorial inayofuata. Lakini pia nikiwa kwenye sehemu hii ya product, pia kuna units. Hapa kwenye units of measure unaweza ukaandika unit zako. Labda ni kilo, liter, kilogram, pieces. Kwa any unit ambayo ukaandika, labda useme unauza kwa maybe sahani. Kwa wale wenye wali sasa, sahani. Kwa ina maana kwamba ukisema kwamba unauza wali, basi unauza pa sahani, si ndio? Yep. Kwa hiyo tukutane kwenye tutorial inayofuata zaidi, tuweze kujifunza jinsi ambavyo tunaweza tukafanya mauzo kupitia Clicker POS. Usiache kutufuatilia.